3 pia imerekodiwa na kuongeza idadi ya visa vilivyothibitishwa kuwa 2536 katika majimbo 5 nchini humo. Huyu hapa Robert Kipchumba na maelezo kwa kina. Jimbo la Ituri limeendelea kuwa kitovu cha mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miji ya Bunia na Rwampara pekee zinachangia zaidi ya 50% ya maambukizi mapya. Mkoa wa Kivu ya Kaskazini uliripoti wagonjwa wapya 12 na vifo 6, huku mkoa wa Haut-Uele ukisajili visa 5 na vifo 2. Hakukuwa na visa vipya vilivyothibitishwa katika mikoa ya Kivu Kusini na Shopo. Wizara ya Afya nchini Kongo inasema wagonjwa 738 kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu katika vituo maalum vya kutengwa, wengi wao wakiwa katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Ingawa wagonjwa 24 walipona na kuruhusiwa kwenda nyumbani siku ya Jumanne wiki hii, juhudi za kuwafuatilia waliokutana na wagonjwa bado zinatajwa kuwa hazijafikia kiwango kinachohitajika kimataifa, zikiwa na ufanisi wa 77% pekee kitaifa. Akiongea na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Marie Belazi alisema kuwa shirika hilo kwa sasa limeanza kutoa dawa ya kinga kwa watu wanaokisiwa kuwa katika hatari kubwa zaidi ya kuambukizwa ugonjwa huo wa Ebola. So we also have another one that is a PEP, that is a post exposition prophylaxis. Na utafiti mwingine unahusisha dawa ya kinga baada ya mtu kuathiriwa na virusi, tunaita PEP. Dawa inatumika hapa ni Obeldesivir. Itatolewa kwa watu walio katika hatari kubwa zaidi ya maambukizi, yani wale ambao wamekuwa na mawasiliano ya karibu sana na mtu aliyedhibitika kuwa na maambukizi ya Ebola. Hawa ndio tunawaita watu walio katika hatari kubwa. Dawa hii itatumika kwa kundi hilo ili kuona kama inaweza kuwazuia kupata ugonjwa wenyewe. If this population will not develop, the disease Mlipuko huu wa Ebola ambao ulitangazwa mwezi Mei mwaka huu unaendelea kusambaa katika mazingira magumu ya kibinadamu na kiusalama, huku uhamiaji wa watu, shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya kuvuka mipaka zikichangia kusambaa kwa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kongo na nchi jirani. Maafisa wa afya wanasisitiza kuwa uangalizi wa karibu zaidi, ushirikiano wa jamii na huduma endelevu kwa wagonjwa ni muhimu sana ili kudhibiti maambukizi na kupunguza ongezeko la vifo. Huku vifo vya Ebola vikiendelea kuongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkurugenzi huyo wa shirika la afya ulimwenguni Marie Belazi amesema kuwa usambazaji wa habari zisizo za kweli umeendelea kuchangia pakubwa kusambaa na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. So the misinformation unfortunately have a higher speed. Kwa bahati mbaya, taarifa za upotoshaji husambaa kwa kasi zaidi kuliko taarifa sahihi. Na tunapoendelea kuona vifo vingi vinavyotokea ndani ya jamii, hiyo ni ishara kwamba bado tunahitaji kufanya kazi zaidi kujenga na kuimarisha imani ya jamii. Kwangu mimi, hilo ni mojawapo ya changamoto kubwa zaidi. To engage the community, for me it is one of the biggest challenge. Wakati huo huo, hatua za kuzuia Ebola nchini Marekani zimeshika kasi na kuibua mjadala mpya kuhusu afya ya umma na haki za raia. Kwa mujibu wa taarifa, raia 14 wa Marekani wamewekwa karantini kwa siku 4 katika kambi ya jeshi ya Fort Drum jimboni New York baada ya kurejea nyumbani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Canada. Watu hao hawakuwa na dalili za Ebola na maafisa walielezea kuwa hawakuwa katika hatari ya kusambaza ugonjwa huo. Hata hivyo, walizuiliwa kuingia moja kwa moja nchini Marekani kutokana na masharti mapya yaliyowekwa na serikali ya Rais Donald Trump ambayo yanataka raia wa nchi hiyo waliozuru nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusubiri angalau siku 21 kabla ya kurejea nyumbani. Hatua hizo zimezua wasiwasi miongoni mwa wataalamu wa afya wa umma na sheria ambao wanahoji uhalali wa kuwazuia raia wa Marekani kurejea nyumbani hata kama wamekutana na wagonjwa wa Ebola. Serikali ya Marekani pia imejenga kituo kipya cha kutenga wagonjwa nchini Kenya, ambapo wiki iliyopita wafanyakazi 7 wa misaada kutoka Marekani waliwekwa karantini. Aidha, raia 2 wa Marekani walioambukizwa Ebola walipelekwa nchini Ujerumani kwa matibabu zaidi. Wataalamu wanatahadharisha kuwa sheria hizo zinaweza kukumbwa na changamoto za kisheria, wakisema kwamba pamoja na mamlaka ya kuwaweka watu karantini kwa sababu za afya ya umma, raia wa Marekani bado wana haki ya kurejea nchini mwao.
Lakini ni sababu zipi zinazochangia kuendelea kuongezeka kwa maambukizi licha ya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo tangu ulipotangazwa mwezi Mei? Muda mfupi uliopita nimezungumza na Dr. Mohamed Janabi, mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa Shirika la Afya Duniani WHO. Kwanza lazima nikiri kwamba mlipuko bado unaenea kutokana na mapengo ya ufuatiliaji wa mawasiliano, case finding, visa vingi kugunduliwa nje ya orodha waliokutwa na ugonjwa, kwa sababu tuna watu ambao wamekutwa na ugonjwa. Ukichukulia takwimu za mpaka tarehe 19 kulikuwa na watu 2423, lakini vifo vingi tunavyoviona vinatokana kwenye jamii, yani community death, kwa sababu watu kwanza wana move sana, kwa sababu mpaka tarehe 19 tayari tulikuwa na vifo 967. Nikitizama takwimu zetu kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 19, kila siku karibu tulikuwa tunapata wagonjwa wapya 70. Kwa namba kubwa, lakini vile vile tuseme na mafanikio basi, kwa sababu tumeweza wagonjwa wangapi? 449, karibu 500 ambao walipata nafuu. Kwa changamoto, kwa nini bado milipuko inaendelea? Nikiri kitu kimoja, safari hii ni kwamba virusi vilikuwa mbele yetu, kwa sababu tumetizama kwenye maabara. Nafikiri ugonjwa ulianza kwenye mwezi wa pili, kuja kutangazwa mwezi Mei katikati tarehe 16. Hiyo ni eneo ambalo kiusalama haliko sawasawa sana, na ni sehemu vile vile ya madini. Kwa hiyo hivyo vyote vinachangia. Tunachofanya kikubwa sasa hivi ni kuengage wananchi. Naam, katika mahojiano ya awali na BBC mwanzoni ulikuwa umeelezea kwamba pengine ufuatiliaji wa walokutana wagonjwa ulikuwa pengine uko chini kidogo, chini ya 70 ama 70 hapo. Pengine asilimia hii saizi inaathiri vipi juhudi za kudhibiti mlipuko? Je, kumekuwa na kuimarika kwa juhudi hizo za ufuatiliaji? Hivi ninavyozungumza bado iko kwenye 77. Ni maendeleo muhimu, lakini bado haitoshi. Unajua, kabla hatujafika 95, ina maana bado una watu huko wanaendelea kuambukiza. So mapengo yaliyopo yanaweza kuruhusu maambukizi kuendelea bila kugundulika mapema. Sisi kama Shirika la Afya Duniani WHO na wenzetu wengine waliokuwepo hapo, mashirika mengine, tunaendelea kusaidia kuimarisha ufuatiliaji na ugunduzi wa visa hivi. Mkoa wa Ituri umeendelea kuwa kitovu cha mlipuko huu wa Ebola. Pengine ni changamoto gani za kipekee zinazofanya mkoa huu uwe mgumu kudhibiti maambukizi ukilinganisha na mikoa mingine ambayo pia imeripoti virusi vya Ebola? Changamoto kuu ni movement ya watu, au uhamiaji wa watu, ucheleweshaji wa wagonjwa kufika kwenye vituo, na mazingira ya kiusalama na kibinadamu, humanitarian, bado yana changamoto sana Ituri. Kwa hivi vyote vinachangia kwamba Ituri kuwa ni epicenter ya mlipuko wa Budibunya. Kwa sasa Dr. Janabi, kuna zaidi ya wagonjwa 700 walio katika vituo vya matibabu. Je, mfumo wa afya nchini DRC una uwezo wa kuwahudumia wote ipasavyo, na wanaweza kusaidiwaje basi nao pengine kumudu hii hali? Unajua, unapozungumzia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii nchi is a continent. Unajua, kutoka Ituri Mbunya pale kwenda Kinshasa ni maili karibu 30,000. Kwa hiyo huwezi kulinganisha uimara wa afya wa Kinshasa, let's say, au Lubumbashi na Mbunya. Kinshasa ina uimara mkubwa sana, na hii ni katika nchi zetu nyingi za Afrika. Kwa hiyo kuna changamoto, na ni hii ndio kitu tunachokisema siku zote, primary healthcare, hizi afya za huku chini msingi. Lazima bara letu liongeze nguvu, kwa sababu haya majanga yote yanaanza kwenye jumuiya na yanaishia kwenye jumuiya. Kwa hiyo ukiimarisha afya zako za msingi kwenye vituo hivyo, si dispensary, inategemea na nchi uliokuwepo, vituo vya afya, hata ukija mtuko mkubwa kama huu, utakuwa na uwezo wa maabara, utakuwa na uwezo wa basic needs, zile essential drugs ambazo zitaweza kukusaidia, kwa sababu huu ugonjwa kama unavyojua hauna dawa, hauna chanjo. Kwa hiyo ile wanaita supportive management, kwamba umepungukiwa na maji tunakupa maji, umepungukiwa na madini tumekupa madini, umepungukiwa na hewa tunakupa oxygen. Kwa hiyo kama tulivyofanya mwaka jana Bulape pale DRC, ile Ebola ya 16, tumeondoka pale kama WHO. Tumefanya nini? Tumechimba maji kilomita 3. Sasa hivi watu wanaendelea kuenjoy maji. Tumeweka panel za solar kwenye kile kituo chote cha afya, kwa sasa hivi wanaweza kuendelea na activities zingine. Tumeimarisha
chumba cha wazazi pale labor ward. Kwa hiyo tunachofanya, ambao ni sera ya Afro, sera yangu ilikuwa kutoka mwanzo naingia kwenye hii kazi, tusiende mahali popote penye mlipuko, tukakontrol mlipuko, tumetoa drip, tumetoa hiki, tumecontrol, tumeondoka, alafu akipata mlipuko mwingine tunarudia kule kule mwanzo tulikoanza. Hapa tunaposema pale tulianza na maabara 0, leo tuna maabara 16. Tulianza na vitanda 0, leo hivi ninavyozungumza tuna vitanda 700 na tunaendelea kuimarisha. Kwa hiyo hivi vitu siku effort zetu, na Mungu akipenda siku tunaondoka, hatutaondoka kama tulipokuta. Na hilo ndo la kwangu kubwa, kuwajengea uwezo wa kuweza kuja mlipuko wote kabla hawajaita watu wengine pale wenyewe locally. Na tunaendelea na a lot of training. Lakini unahisi pengine kuna kikwazo gani ambacho bado ni kikubwa miongoni mwa jamii yenyewe ambayo inafanya kwamba kuudhibiti ugonjwa huu bado unasalia kwa mtihani? Moja, ukiniuliza mimi, ikiwezekana tunaweza kusimamisha haya mapigano ya hapa na pale kwa miezi 6 ili tupe nafasi tuweze kufanya contact tracing, tuweze kupata watu wote wanaoumwa, tuweze kuwaleta hospitali, tuweze kujenga vizuri zaidi uwezo whether ni kujenga au kuimarisha kilichokuwepo pale, kwa sababu ukiwa na limitation ya kufika sehemu fulani, na maana kama kuna wagonjwa, hiyo siku hapo pametulia kidogo, hao wagonjwa wataambukiza watu wengine, na wagonjwa kicho kipindi sisi hatuwafikii, wataambukiza na wenyewe, watu watazikana bila kufuata taratibu. Kikwazo kingine ni, nafikiri ni jukumu letu sisi wote tunakwenda pale, tuelewe culture pale. Mtu akifiwa sawa, sisi tuna taratibu zetu, safe dignified burial, lakini ni lazima tu incorporate na ile culture pale. Kwa hiyo kitu tunachokifanya sasa hivi, sawa, sisi tunafanya zile processes zote na kila kitu, lakini tunawashirikisha na familia kwa kuwakinga, hata kama sio moja kwa moja kugusa mwili, lakini kuwa karibu zaidi, kuona tunachokifanya na heshima zote zile zinazotakiwa kwa mila, kwa dini husika, na vile vile kuhusisha viongozi, wazee pale, vikundi vya kina mama, taasisi zisizo za serikali, vijana, wale influencers, radio, kuendelea kutoa elimu kwa wananchi, kwa sababu sio siri pale tunapigana na milipuko miwili. Tunapigana na Ebola na tunapigana na habari za kwenye social media, kwa sababu kila siku wanakuja na kipya. Hizi taasisi zimekuja hapa kupata hela, kesho unasikia kwamba kuna imani kijiji A kimeweka sumu kwenye kijiji B. Kwa hiyo hayo yote na wenyewe yanatumia energy, kwa sababu ndio maana na watu karibu 4 kwa upande wetu na wa anthropology ambao wanajaribu kueleza wananchi. Lakini changamoto nyingine kubwa ambayo ni lazima hatuizungumzii sana, ahadi zimekuwa nyingi, pledges zimekuwa nyingi kuliko hela zinazotolewa. Sasa mahali kama pale fedha zinahitajika, kwa sababu tunabidi tuwalipe wale tulioajiri na wengi wako loko, inabidi kusafirisha mizigo. Naam, huyo ni Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi wa kanda Afrika wa shirika la afya duniani WHO, akitamatisha mazungumzo na mwenzangu Caro Robi. Mgogoro unaozidi kuongezeka wa ufadhili umetawala mijadala katika mkutano maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu afya uliofanyika mjini Accra siku ya Jumatano. Viongozi wanaonya kuwa kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa pamoja na uwekezaji mdogo wa ndani kunatishia mafanikio yaliyopatikana kwa miongo kadhaa katika mapambano dhidi ya magonjwa kama vile ukimwi, malaria na kifua kikuu. Wakati huo huo, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kama ulivyosikia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusonga mbele. Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi. Viongozi wa Afrika na wataalamu wa masuala ya afya wanaohudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu afya unaofanyika nchini Ghana wametahadharisha kuwa kupungua kwa misaada ya kimataifa na uwekezaji mdogo wa serikali katika sekta ya afya vinatishia kuregesha nyuma mafanikio ya miaka mingi yaliyopatikana katika kupambana na magonjwa mbalimbali ikiwemo virusi vya ukimwi, ugonjwa wa malaria pamoja na kifua kikuu. Tahadhari hiyo inakuja wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kupambana na mlipuko unaozidi kuwa mbaya zaidi wa ugonjwa wa Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema licha ya mafanikio ya Afrika katika kukabiliana na ukimwi, bara hilo bado lina mzigo mkubwa zaidi wa ugonjwa huo duniani na linaweza kupoteza mafanikio yaliyopatikana iwapo ufadhili kutoka nje utaendelea kupungua.
kuwa Africa has made extraordinary progress against HIV. Afrika imepiga hatua kubwa katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi, huku maambukizi mapya yakipungua kwa 40% tangu mwaka 2010. Hata hivyo, Afrika bado ndiyo inayobeba mzigo mkubwa zaidi wa maambukizi. Na kadri ufadhili kutoka nje unavyopungua, ndivyo tunavyohatarisha kupoteza mafanikio tuliyoyapata. Changamoto hiyo pia inaathirika katika afya ya uzazi, ugonjwa wa kifua kikuu, malaria, pamoja na ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza. Malaria, neglected tropical diseases and rising non-communicable diseases. Tedros pia ameongeza kuwa shirika la WHO litaendelea kuzisaidia nchi za Afrika kwa kutoa mwongozo wa kitaalamu na msaada, lakini akasisitiza kuwa serikali za Afrika lazima ziongeze kwa kuonyesha dhamira ya kisiasa na kuongeza uwekezaji wa ndani kwenye mifumo ya afya. Mkutano wa Umoja wa Afrika kuhusu masuala ya afya unaofanyika katika mji mkuu wa Ghana, Accra, umewakutanisha pamoja mawaziri wa afya na viongozi wa afya ya umma kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, wakati bara hilo likikabili changamoto zinazoendelea katika sekta ya afya. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi, Winnie Byanyima, ameonyeshelea kidole cha lawama ukosefu wa usawa kama chanzo cha mlipuko ya magonjwa duniani. The Global Council on Inequality, AIDS and Pandemics, Baraza la Kimataifa la kupambana na kutokuwepo na usawa, ukimwi na magonjwa ya mlipuko ambalo ninaliongoza, limebaini kwamba magonjwa ya mlipuko na ukosefu wa usawa huimarishana katika mzunguko hatari ambao hauishi. Ukosefu wa usawa unasababisha vilevile milipuko ya magonjwa kugeuka na kuwa majanga ya kimataifa. Inequalities allow outbreaks to become pandemics. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Jean Kaseya, ameonya kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuwa mbaya. Aidha, amebaini kuwa mlipuko huo unaosababishwa na aina ya virusi vya Ebola vya Bundibujo unaweza kuwa miongoni mwa milipuko mikubwa zaidi ya Ebola kuwa haikurekodiwa kutokana na ongezeko la visa pamoja na vifo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, zaidi ya mamilionia 100 wa Uingereza wamemwandikia waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham wakiitaka serikali kuongezea kodi. Peter Mwangangi anakuarifu zaidi. Katika barua hiyo, Waingereza mamilionea 120 wenye uwezo mkubwa wa kifedha walisema, na hapa na nukuu, tunaweza kumudu. Hatuzungumzii kuongeza kodi kwa watu wanaoamka kila siku na kwenda kufanya kazi ili kujipatia kipato, bali kwa matajiri zaidi ambao kipato chao kinatokana na utajiri wanaomiliki. Mwisho wa nukuu. Barua hiyo iliyoratibiwa na kundi la Patriotic Millionaires ilisema hatua hiyo itasaidia kujenga jamii yenye usawa zaidi, na ikatoa wito kwa kusambazwa upya kwa utajiri na mamlaka kutoka kwa matajiri zaidi. Kwa sasa, watu binafsi wanaweza kutoa fedha au hisa kwa hiari kwa hazina ya Uingereza kupitia mfumo rasmi wa michango. Kundi la Patriotic Millionaires linapendekeza ushuru wa 2% kwa utajiri unaozidi pauni milioni 10. Katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Emma Reynolds alisema anakaribisha mamilionea wa Uingereza kulipa kodi zaidi, lakini akaeleza kuwa mabadiliko makubwa ya sera za kodi yangetangazwa wakati wa bajeti. Wito huo mpya wa kuongeza kodi kwa matajiri unafuatia kampeni kama hiyo iliyofanyika katika miaka iliyopita. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, Patriotic Millionaires ilisema kuna haja ya kukumbatia mfumo mpya wa kusambaza upya utajiri na mamlaka kutoka kwa matajiri zaidi, ili fedha hizo ziwekezwe tena katika rasilimali muhimu za taifa hilo. Msikilizaji, nitumie tu maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook au wa YouTube BBC News Swahili kuhusiana na kama wewe unaweza kuiandikia serikali barua ya kuiomba kwamba wakukate zaidi kodi. Lakini kwa sasa nadhani wakati wa kwenda viwanjani.
Barabara kabisa. Nianzie uwanjani Emirates ambako mabingwa watetezi wa ligi kuu ya England Arsenal wana nia ya kumsajili beki wa kati baada ya beki wao kisiki William Saliba kupata jeraha la mgongo litakalomweka nje ya uwanja kwa muda mrefu. Klabu hiyo inawafuatilia John Stones ambaye kwa sasa hana klabu baada ya kumalizika kwa mkataba wake na Manchester City pamoja na Ezri Konsa wa Aston Villa. Stones aliwahi kufanya kazi na kocha wa Arsenal Mikel Arteta wakati Arteta alipokuwa msaidizi wa Pep Guardiola ugani Etihad. Na nchini Uskochi, mji wa Glasgow unatarajiwa kuandaa sherehe za ufunguzi rasmi wa michezo ya Jumuiya ya Madola, yani Commonwealth Games, huku wana michezo kutoka nchi na maeneo 74 wakishiriki katika michezo ya aina 10. Sherehe ya ufunguzi rasmi itafanyika katika uwanja mkubwa wa Ovo Hydro mjini Glasgow hapo saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na kesho mashindano ya michezo hiyo kuanza kutimuliwa vumbi. Katika ndondi, aliyekuwa bingwa wa uzani mdogo wa UFC Jessica Andrade amesema anafanya kazi ya kusafirisha chakula ili kujiongezea kipato wakati akiendelea kupona jeraha la bega. Raia huyo wa Brazil mwenye umri wa miaka 34 hajakuwa ulingoni tangu Agosti mwaka uliopita alipoumia bega katika pambano dhidi ya Lupi Godinez. Ni kamilisha na tetesi. Aston Villa imekubaliana na Chelsea kuhusu dili la kumsajili winga wa Argentina Alejandro Garnacho kutoka The Blues kwa mkopo wenye kipengele cha lazima cha kumnunua iwapo masharti yaliyowekwa yatatimizwa. Uhamisho huo unafuatia Morgan Rogers kujiunga na Chelsea kwa ada ya rekodi nchini England ya pauni milioni 117, lakini Aston Villa pamoja na Chelsea zitalazimika kuwa makini katika kukamilisha dili hilo baada ya klabu zote mbili kutozwa faini na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA za uendelevu wa fedha. Liverpool wana imani kuwa wanaweza kuwapiku Arsenal na Bayern Munich katika mbio za kumsajili mshambuliaji wa Paris Saint-Germain Bradley Barcola baada ya nyota huyo kusaidia katika kufunga mabao 8 katika kombe la dunia akichezea Ufaransa. Arsenal wanaonekana kuwa mbele katika mbio za kumsajili kiungo wa Bournemouth Alex Scott ambaye pia anawindwa na Manchester United. The Gunners pia hawajafunga mwanya wa kumuuza nahodha wao Martin Odegaard na wako tayari kusikiliza ofa kwa ajili ya kiungo huyo wa Norway. Kiungo wa Manchester United na timu taifa ya Ureno Bruno Fernandes ameamua kuendelea kusalia Old Trafford huku mazungumzo ya kuongezewa mkataba mpya yakiendelea, na hatimaye Fulham wameanza mazungumzo na Real Madrid kuhusu uwezekano wa kumsajili mshambuliaji Gonzalo Garcia mwenye umri wa miaka 22. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, na imegonga saa 1 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Habari kuu katika matangazo ya Dira ya Dunia ni pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump amesema Saudi Arabia itahitaji kurejesha mahusiano na Israel ili makubaliano ya nyuklia walioafikiana yatekelezeke. Maambukizi na vifo vitokanavyo na virusi vya Ebola huko DRC vinazidi kuongezeka licha ya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Na kama ulivyosikia, mamilionea 100 wa Uingereza wameiandikia serikali barua wakiomba eti watozwe kodi zaidi. Hii ni BBC. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, msikilizaji. Matangazo ambayo unaweza kuyapata kupitia redio shirika mbalimbali, lakini vile vile yako kwenye FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com, na kwenye kurasa zetu za YouTube na Facebook BBC News Swahili. Skola hiyo eti hapo ilikuwa inaingiaje? Lazima ingie, kwa sababu kweli unataka kumwambia mtu, bwana, mimi pesa unaochukua kwangu ikodi haitoshi, nataka nichukue zaidi.
Sasa unaona tabu ya sifa hizo. Ni sifa 5 za kugundua mtu ni maskini. Jamani, wewe kama unatumia lugha za kejeli kama eti kwa sababu hapana, kumbuka kama ushapindishwa na kodi. Kwa sababu wakitozwa hawa hawatalengwa wao tu. Lazima watalengwa wote. Hii kama ulisikiza vizuri taarifa ya Peter Mwangangi, inaenda kwa hao mabilioni, lakini wa masuala ya biashara na pia itawaza mara 2 mara 3 kwamba hapana, na huku China pia tunyofue kidogo kidogo. Nyama mtu siku zote naomba ukianza kuila hutaiacha, huwa ni tamu, alisema rais wa kwanza wa Tanzania. Huwa kuna msimamo napenda kuutumia wa kikomunisti, wanasema ukiona neno usiposema neno ufikwe na neno, lakini hapa nitatia neno, acha nifikwe na neno. Unaelewa tofauti ya nchi zilizoendelea na nchi zinazoendelea? Unadhani sielewi? Sasa ndo hapa hiyo ya kusema serikali wamenyooka, wakisema ni hivi. Mimi ninaelewa. Tunawalenga matajiri, mtusaidie kuinua uchumi wa nchi, ndo hivyo. Ile wanaviherehere, samahani, ashakumsi matusi. Mamilionea. Tuendelee na matangazo. Msikilizaji, rais wa Marekani Donald Trump amesema Saudi Arabia itahitaji kurejesha mahusiano na Israel ili makubaliano ya nyuklia waliofikia yanatekelezeke. Marekani na Saudi Arabia zimesaini makubaliano muhimu ambayo yataruhusu ufalme huo wa Ghuba kuunda mpango wa nyuklia wa kiraia, lakini mkataba huo unaelezwa kuwa ni makubaliano ya ushirikiano wa amani katika masuala ya nyuklia ambayo yatatoa fursa kubwa kwa kampuni za Marekani kushiriki katika mpango wa nishati ya nyuklia wa Saudi Arabia. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kwa pamoja makubaliano hayo mawili yanaweka msingi wa kisheria wa ushirikiano wa miongo kadhaa wenye thamani ya mabilioni ya dola unaolenga kuendeleza vipaumbele mbalimbali vya kiuchumi na kimkakati, ikiwemo kuimarisha juhudi za kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Serikali ya Saudi Arabia nayo imetoa taarifa ikisema kuwa makubaliano hayo ni mwendelezo wa ushirikiano uliopo kati ya nchi hizo mbili katika sekta ya nishati. Imebainisha pia kuwa hatua hiyo imefikiwa baada ya kiongozi wa Saudi Arabia kufanya ziara nchini Marekani mwezi Novemba mwaka jana. Ripoti zinaeleza kuwa makubaliano hayo yanaweza kuiruhusu Saudi Arabia kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya kuzalisha mafuta ya nyuklia. Kwa upande wa Marekani, utawala wa Rais Donald Trump unasema makubaliano hayo yataleta manufaa kwa Marekani huku yakisaidia kukidhi mahitaji ya Saudi Arabia katika sekta ya nishati. Hata hivyo, mbunge wa chama cha Democratic nchini Marekani, Ro Khanna, ameyakosoa makubaliano hayo akieleza wasiwasi wake kuhusu athari zake. Saudi Arabia haijatoa ahadi ya kuachana na uzalishaji wa mafuta ya nyuklia. Inaamini kuwa ina haki ya kuzalisha mafuta hayo na pia haijakubali ukaguzi wa kimataifa wa shughuli zake za nyuklia. Kutokana na hali hiyo, wakosoaji wameeleza kuwa makubaliano hayo ni mabaya. Makubaliano hayo yamefikiwa huku mvutano kati ya Marekani, Israel na Iran kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran ukiendelea kuongezeka. Mzozo huo umejikita katika hofu ya Marekani na Israel kwamba Iran inaweza kutengeneza silaha za nyuklia, madai ambayo Iran imeendelea kuyakanusha. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya nishati, makubaliano hayo yanaweza kuiruhusu Saudi Arabia kurutubisha madini ya urani ndani ya nchi kwa ajili ya kuzalisha mafuta ya mitambo ya nyuklia katika kituo kitakachojengwa kwa ushirikiano na Marekani. Urani iliyoboreshwa inaweza kutumika kuzalisha umeme, lakini pia inaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Wataalamu kadhaa wa nyuklia na maafisa wa zamani wa Israel pia wameeleza wasiwasi wao kwamba mpango huo unaweza kuipa Saudi Arabia uwezo wa baadaye wa kutengeneza silaha za nyuklia, ingawa wengine wanasema hatua hiyo inaweza kuchukua miongo kadhaa na kukabiliwa na upinzani wa kimataifa. Naye mtaalamu wa masuala ya nyuklia kutoka Ujerumani, Alex Bolfras wa taasisi ya kimataifa ya tafiti za kimkakati IISS mjini Berlin, amesema the biggest takeaway certainly for me is that the United States under the current administration, utawala wa sasa wa Marekani umeanza mkondo mpya katika sera ya kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Wataalamu wanasema hatua hiyo haipaswi kuzua hofu, lakini inastahili kufuatiliwa kwa karibu, kwani inaashiria mabadiliko makubwa katika mtazamo wa Marekani kuhusu nafasi ya teknolojia ya nyuklia duniani. Aidha, kutokana na ushawishi wake wa muda mrefu, mwelekeo wa Marekani
Marekani unaweza kuathiri kanuni na miongozo ya kimataifa kuhusu maamuzi ya teknolojia hiyo. Hata hivyo, mpango huo unatarajiwa kupitia bunge la Marekani, ambapo baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic wameupinga wakisema unaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa teknolojia ya nyuklia. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amepuuza hofu kwamba makubaliano hayo yanaweza kuisaidia Saudi Arabia kuendeleza mpango wa silaha za nyuklia. Sitalizungumzia moja kwa moja swala la makubaliano hayo kwa sasa. Wakati utakapofaa, tutatoa msimamo wetu kwa maandishi. Kwa vyovyote vile, tutalazimika sana kushirikiana na bunge katika mchakato huo, hivyo taarifa hiyo itakuwa wazi pia kwa umma. Hata hivyo, niseme tu kwamba Marekani haitafikia makubaliano na nchi yoyote ile duniani ambayo yanaweza kusababisha au kuongeza hatari ya kuenea kwa silaha za nyuklia. Na bei za mafuta na gesi zimepanda maradufu baada ya Houthi wa Yemen kushambulia meli katika bahari ya Sham. Bei ya pipa la mafuta ghafi imefikia kiwango ambacho hakijashuhudiwa tangu mapema mwezi Juni. Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran wamesema wamezishambulia meli mbili za mafuta za Saudi Arabia, wakati ambapo mashambulizi kati ya Marekani na Iran katika Ghuba yakiendelea kwa siku 12 mfululizo. Zaidi na Phyllis Mwate. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema watu wawili waliuawa katika mashambulizi ya Marekani yaliyofanyika siku ya Jumatano. Vilevile meli ya kubeba mafuta ilishika moto kufuatia mlipuko katika njia iliyokuwa imetegwa mabomu ndani ya mlango wa bahari wa Hormuz. Kabla ya duru ya hivi karibuni ya mashambulizi hayo, Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ametishia kuharibu daraja au kituo cha kuzalisha umeme nchini Iran ikiwa Iran ingeshambulia meli yoyote katika mlango wa bahari wa Hormuz. Haya yanajiri wakati wa mzozo wetu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nasema hivi kwa sababu ukweli ni kwamba wanashambuliwa pakubwa na wanataka kuafikia makubaliano. Lakini nasema bado hawako tayari kuafikia makubaliano kwa sababu kila mara wanapokubaliana kuhusu jambo fulani, baadaye wanataka kulibadilisha na vilevile kubadilisha masharti yake. Kwa sasa hawako tayari. Hata hivyo, naamini watakuwa tayari hivi karibuni. Because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. Shambulio hilo linalodaiwa kufanywa na Wahuthi litakuwa la kwanza tangu kundi hilo linaloungwa mkono na Iran litangaze kile lilichokiita marufuku ya usafiri wa njia ya maji dhidi ya Saudi Arabia. Wahuthi walizitaja meli zilizolengwa kuwa ni Ensilia na Leila, ingawa madai yao ya kuhusika na shambulio hilo bado hayajathibitishwa rasmi. Msemaji wa kijeshi wa kundi hilo, Yahya Sare, amesema kwamba walizilenga meli hizo kwa kutumia ndege zisizo na rubani pamoja na makombora, akidai kwamba zilikuwa zimekiuka vizuizi vya usafiri wa majini vilivyowekwa na kundi hilo. Sare aliongeza kuwa Wahuthi wataendelea na operesheni zao za majini. The armed forces will continue their Vikosi vyetu vya jeshi vitaendelea na operesheni zake za majini dhidi ya adui wa Saudi Arabia na vitaendelea kutekeleza mzingiro huo. Shambulio lolote au hatua yoyote ya kijeshi itakayochukuliwa na Saudi Arabia dhidi ya nchi yetu itajibiwa kwa operesheni kubwa ndani ya eneo lake. Kwa uwezo na mapenzi ya Mungu, matokeo yake yatakuwa makubwa kwa upande wao. By the will and power of God. Wakati huo huo, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran kilisema kwamba mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa kabisa kufuatia mlipuko uliotokea katika njia hiyo ya baharini, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran. IRGC ilisema kwamba imezuia meli 3 za kubeba mafuta kupita katika mlango huo wa bahari. Baadaye waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alionya kuwa mashambulizi dhidi ya Iran yatajibiwa kwa kile alichokiita jicho kwa jicho. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani naye Marco Rubio amesema kwamba Wahuthi wanapaswa kujiepusha na mzozo unaoihusisha Iran, akidai kwamba walishawishiwa na Iran kujiingiza katika vita hivyo vya Mashariki ya Kati. Rubio amesema kwamba ana matumaini kwamba hali ya mvutano itapungua, akiongeza kwamba Wahuthi wanapaswa kujiepusha na mzozo huo na wasitishe hatua zao. Ni matumaini yangu kwamba mvutano huo utapungua kwa sababu naamini kwamba Wahuthi walivutwa na Iran kujiingiza katika mzozo huu. Kwa maoni yangu, walifanya jambo la busara kwa kutozidi kushiriki na wanapaswa kuendelea kujiepusha na mzozo huo pamoja na kusitisha hatua zozote zinazoweza kuongeza mvutano. Tutaona kitakachotokea. Ni wazi kuwa hii si hatua ya kuleta matumaini, lakini tusubiri kuona hali itakavyoendelea. Kundi
Kundi la Wahuthi halikutoa maelezo mengi walipotangaza kile walichokiita marufuku ya usafiri wa majini siku ya Jumatatu, lakini mmoja wa maafisa wao wa habari alisema kwamba kundi hilo linafunga mlango wa bahari wa Bab al-Mandab ambao ni lango la kusini la bahari ya Shamu kwa meli za Saudi Arabia. Bahari ya Shamu imekuwa njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kutoka Saudi Arabia wakati wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, hali ambayo imesababisha usafiri wa njia ya maji katika mlango wa bahari wa Hormuz kutatizika kwa kiasi kikubwa. Sasa tishio kutoka kwa Wahuthi linaongeza hatari ya kuvurugika zaidi kwa usafiri wa kimataifa wa njia ya maji, huku mapigano yanayoendelea katika eneo hilo tayari yakisababisha mabadiliko makubwa ya bei za mafuta duniani. Hadi sasa angalau meli 7 za kubeba mafuta zimegeuza mkondo karibu na pwani ya Yemen tangu marufuku hiyo ilipotangazwa. Mvurugiko huu unajiri wakati mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran yakiwa yamekwama. Nchi hizo mbili zilitia saini hati ya makubaliano mwezi wa Juni iliyolenga kusitisha operesheni za kijeshi, kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na kufikia makubaliano ya kumaliza vita ndani ya siku 60 zilizofuata. Hata hivyo, wiki 3 baada ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa usitishaji huo wa mapigano umevunjika baada ya Iran kushambulia meli katika mlango wa bahari wa Hormuz na Marekani kujibu kwa mashambulizi. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Na taarifa hiyo inanielekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Frank Shayo na Ngalama Maluta, asanteni kwa kuwa nasi katika matangazo haya jioni, pamoja na Baraka Moshi unasema Mola utuepushe na Ebola, lakini Peter Muyeko Murambi anasema wacha wenye pesa waonge. Zuberi Magwe anasema matajiri wa Uingereza ni wazalendo sana na nchi yao, lakini Salim Msumbwa anasema anatupata vizuri akiwa kule Tabora, Tanzania. Basome Francois kutoka Kalemie DRC anasema kulingana na uwezo wake hawezi kuiandikia serikali kwa sababu ataumia, lakini kwa wao wenye uwezo basi wafanye hivyo, inawezekana. Namwona Funda Hamis Full Migebuka pia hapa kutoka Kigoma, Tanzania anasema juhudi za ziada zitahitajika ili kuhakikisha maambukizi mapya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola yanadhibitiwa. Ni kushukuru pia Jafari Kopo kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya leo jioni. Moto wa nyika unaendelea kuwaka nchini Italia, Ufaransa na Uhispania, huku kusini mwa Ulaya kukabiliwa tena na wimbi kali la joto. Nchini Italia katika kisiwa cha Sicily zaidi ya wazimamoto 6,000 wamekuwa wakipambana na mioto hiyo ya nyika. Zaidi na Sarafi Nairobi. Nchini Italia, mamlaka zimetoa heshima kwa afisa wa zimamoto aliyefariki dunia alipokuwa akishiriki katika operesheni ya kuzima moto katika eneo la San Cataldo. Rais wa Sicily, Renato Schifani, pia amemtakia afueni haraka afisa mwingine aliyejeruhiwa katika operesheni hiyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Italia, Matteo Piantedosi, alitoa rambirambi zake kwa afisa Alessandro Marchi, akisema alifariki akitoa huduma kwa jamii. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumatano, mkuu wa kitengo cha ulinzi wa raia cha Sicily, Salvo Coscina, alisema zaidi ya mioto 350 iliripotiwa katika kisiwa hicho, ikiwemo 10 ambayo ni mikubwa sana na iliyosababisha wakazi kuhamishwa kwa usalama wao. Alisema mioto hiyo ilisababishwa na shughuli za kibinadamu, akiongeza kuwa mapambano dhidi ya moto aina hiyo sasa yamekuwa swala la kijamii na la usalama wa umma. It's important at this time for all political forces. Ni muhimu kwa sasa kwa vyama vyote vya kisiasa kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuelekeza nguvu katika kukabiliana na adui wetu wa pamoja, yaani dharura ya mabadiliko ya tabia nchi. Hilo linamaanisha si tu kuzima moto wa mwituni, bali pia kutekeleza sera za kuzuia majanga hayo, kuimarisha uhamasishaji wa umma na kutenga fedha za kutosha kwa mwaka mzima, na kujizatiti kutekeleza sera zinazosaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. And committing to policies that mitigate the climate emergency. Wakati huo nchini Ufaransa, shirika la habari la AFP iliripoti kuwa watalii 10,000 walikuwa miongoni mwa watu waliohamishwa kutoka maeneo yaliyoathiriwa. Ufaransa pia imeendelea kutoa heshima kwa wazimamoto 2 waliopoteza maisha mapema wiki hii. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, Lorraine Nunez, alichapisha picha ya sherehe ya kuwaenzi iliyofanyika siku ya Jumatano, siku moja baada ya kutangazwa kwa vifo vyao. Eneo la Gironde bado lipo chini ya tahadhari nyekundu, huko baadhi ya maeneo ya mapumziko yaliyoko katika misitu iliyo katika hatari yakitarajiwa kufunga Alhamisi mchana jioni. Gironde ni mojawapo ya maeneo kadhaa nchini Ufaransa yalokumbwa na moto mkubwa wa mwituni katika kipindi cha mawimbi ya joto yasiyo ya kawaida na yalodumu kwa muda mrefu barani Ulaya msimu huu wa kiangazi. Jiji la Madrid nchini Hispania pia limeathiriwa na moto wa mwituni. Hata hivyo, usiku kucha wakazi wengi waliokuwa wamehamishwa waliambiwa warejee
majumbani mwao isipokuwa wale wa eneo moja la Villa del Prado. Moto unaowaka karibu na eneo hilo bado haujazimwa na karibu wahudumu 90 wa dharura wamepelekwa kwa udhibiti. Watu wa huduma za dharura wamesema wamefanya kile walichokiita shambulio la moja kwa moja dhidi ya moto huo na kuchapisha video kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha wahudumu wakielekea kwenye miale ya moto wakiwa na mabomba ya kuzima moto. Mamlaka za eneo hilo ziliendelea kutoa tahadhari Alhamisi asubuhi zikionya kuwa bado kuna hatari kubwa sana ya kutokea kwa moto wa mwituni. Na waziri mkuu wa India amesema mahakama za kushughulikia kesi zitaanzishwa ili kutoa kile alichokiita adhabu za haraka na kali kwa wale wote watakaobainika kuhusika na uvujishaji wa mitihani. Tangazo la Narendra Modi linakuja wakati maandamano yanayodai mageuzi katika sekta ya elimu yakizidi kushika kasi. Ameandika kwenye mitandao ya kijamii, amesema anataka kulinda mustakabali wa vijana wa taifa hilo. Siku ya Jumatano, zaidi ya watu 10,000 walikusanyika katika eneo la maandamano la Jantar Mantar mjini Delhi wakitaka waziri wa elimu Dharmendra Pradhan ajiuzulu. Zaidi na Victor Kenani. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi aliandika kwenye mitandao ya kijamii, na hapa namnukuu: nafasi ya ustawi na mustakabali wa vijana wetu ni muhimu kuliko kitu chochote kile. Wale wanaojaribu kuharibu mustakabali wa vijana wetu hawatasamehewa. Maoni ya Waziri Mkuu wa India Narendra Modi yalitolewa baada ya maelfu ya waandamanaji wakiongozwa na vuguvugu la chama cha Cockroach Janta Party CCA linalotegemea mitandao ya kijamii kukusanyika mjini New Delhi siku ya Jumatano, hali iliyosababisha mapambano kati yao na polisi. Bwana Modi aliahidi kuanzisha mahakama za haraka kushughulikia na kuadhibu waliohusika katika uvujishaji wa karatasi za mitihani. Waandamanaji hao, wengi wao wakiwa wanafunzi vijana, wanataka waziri wa elimu ajiuzulu kutokana na sakata la uvujishaji wa karatasi za mitihani. Tumekuja hapa kudai mageuzi katika sekta ya elimu, kuandamana na kuonyesha malalamiko yetu kwa amani, na tutabaki hapa hadi waziri wa elimu atakapojiuzulu. Mkataba wa kijamii kati ya watu waliochaguliwa kuongoza na wapiga kura